Yesu Biblia inasema ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yeye haichinga hayeni, haangaliagi nini kilichopo. Anachokiangalia, je, umebeba namna gani ndani yako? Anachokiangalia, umelishika jina lake kwa namna gani? Anachokiangalia ni namna gani unatembea na yeye. Hebu tembea na Yesu. Haleluya. Tembea na Bwana kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, wewe ndio kila kitu. Yeye ndiye akusaidie. Ni watu ambao tunasaidiwa na nani? Na Mungu aliye hai. Ikiwa Bwana ndio kila kitu, lazima uendelee kushikamana naye. Mahali watu walipita, Biblia inasema wakamwona Yesu, baadaye wakasema tulikuwa wapi? Kuna mahali fulani Yesu akawa anapita. Alipokuwa anapita, anasema akawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo. Walipokwenda kule ng'ambo, ramani ya Yesu ilikuwa inamtarget mtu mmoja aliyoko kule ng'ambo. Aliposema tuvuke mpaka ng'ambo, Biblia inasema walipofika kule ng'ambo, akamkuta mtu mmoja aliyepagawa na pepo. Miaka yake yote yuko anaishi makaburini. Alipomwona Yesu, Biblia inasema akamkimbilia. Alipomkimbilia kafika kwa Yesu, Biblia inasema kwanza akapiga magoti huku akitetemeka, akasujudu, akasema tuna nini nawe Mwana wa Mungu? Bado umekuja kutumaliza kabla ya wakati. Akasema alipokuwa anaongea naye, akamwambia, akasema tunaomba usituue wala usitutese. Yesu kwa sababu mwanadamu ni wa thamani mbele za Bwana, akayaambia, hebu nondokeni kwa huyu mtu, nendeni kwa wale nguruwe. Na wale nguruwe, Biblia inasema hivi, nguruwe kwanza wakawa kuhimili kukaa na wale viumbe. Sikiliza nikwambie, mapepo ni viumbe hatari, hasa kwa wale ambao hawana Kristo aliye hai. Wale mapepo ni hatari. Wale viumbe wakakataa kukaa na hawa viumbe hatari, wakasema hatuwezi kuishi na hawa viumbe, hebu tujitoshe pale baharini. Anasema wale nguruwe wakaondoka, wakaingia baharini, wakajitosha. Nguruwe na wenyewe wakafa. Wale mapepo ni hatari kwa jina la Yesu, lakini kwa mwanamume Yesu Kristo aliye hai, hao viumbe hawakaagi mahali hapo, na hawakaagi kwa mtu ambaye yuko na Yesu. Yesu anakwenda kufanya jambo jipya. Mpigie Bwana makofi yako juu na vigelegele. Haleluya. Sikiliza, Bwana alikufanya wewe kuwa mtu hatari duniani. Yesu alikufanya wewe ili ukae vizuri duniani. Mapepo hayana nafasi, mizimu haina nafasi, wachawi hawana nafasi, walozi hawana nafasi. Mchapie Bwana makofi yako juu na vigelegele. Inua ngumi yako, sema yeye. Yesu wangu akukumbuke. Ukumbukwe na Bwana. Mwambie rafiki yako, kumbukwa na Bwana. Mwambie Yesu akukumbuke. Haleluya. Yaani ikiwa yale mapepo yenyewe hayataki kuishi na watu hivi, wewe unasema mimi na mizimu ya kwetu. Haleluya. Sasa mimi na mizimu ya kwetu. Na unajua kabisa ya kwamba hawa viumbe ni viumbe hatari hao, na ukicheza nao yanakupeleka hivi, unaona. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanakupeleka hivi, unaona, mpaka utashangaa na roho yako. Lakini walioko ndani ya Yesu, Biblia inasema tunakanyaga mapepo kwa jina la Yesu, tunakanyaga majini kwa jina la Yesu, tunakanyaga mizimu ya ukoo kwa jina la Yesu. Wako wapi mashabiki wa Yesu? Wangeinua mikono yao, wangemchapia Bwana makofi yako na vigelegele, maana Yesu ni jina la ajabu ambalo kwa jina hilo Biblia inasema tunaponywa bure. Kwa jina la Yesu tunabarikiwa. Kwa jina la Yesu tunawekwa huru. Kwa jina la Yesu vifungo vinaondoka. Kwa jina la Yesu watu wanafunguliwa. Nikisoma kwenye kitabu cha Isaya 21 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu habari njema, waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Nami natamka hapa kwa jina la Yesu, ukafunguliwa kitu hata kushangaa, ukafunguliwa wewe hata kushangaa. Mipango yako ikafunguliwa, mipango yako inakwenda kuinuliwa, mipango yako iko mikononi mwa Bwana.
kupiga vita atapigwa, waliokuona hasira utawaona. Inua mkono wako, sema ye. Piga Bwana makofi yako juu na vigelegele. Hakuna aliyekaa ndani ya Yesu akaona haya. Waliokuwa ndani ya Yesu maisha yao yalikuwa vizuri. Haleluya! Piga Bwana makofi yako juu. Yesu, Biblia inasema yeye kila mahali alipokanyaga Jehova alitenda mema, na mimi ninasema umekanyaga Silo ukatendewe mema, umekanyaga Silo ukatendewe mema. Iwe afya yako inarejea, watoto wako wanarejea, baraka zako zilizoibiwa zinarejea kwa jina la Yesu aliye hai. Waliokutegea mitego wanakwenda kunaswa wao, wananaswa wao. Ikiwa umelibeba jina la Bwana, acha kutenda kinyonge. Yesu ni Bwana, yeye atakusaidia, yeye atakupigania. Waliokuzalau Mungu anakwenda kukupa heshima kwa jina la Yesu. Yani waliokushusha samani, ninaiona samani ya mtu mmoja aliyokoka inapanda viwango kwa jina la Yesu. Waliokukanyagia chini, Mungu anasema huyu si wa kukanyagia chini, ni mtu wa viwango. Naiona heshima yako inaendelea kuinuka, naiona mipango yake inakwenda kuweka mahali panapo nafasi kwa jina la Yesu, panapo nafasi kwa jina la Yesu. Mpige Bwana makofi na vigelegele. Yesu akukumbuka, kumbuke uzao wako. Yesu akukumbuka, kumbuke maisha yako. Yesu akukumbuka, kumbuke afya yako. Yesu akukumbuka, kumbuke mipango yako. 26 ukawe ni mwaka wako. Usiamini kuna kwenda kuyapata, usiashi kuna kwenda kuyashika. Anasema jina ambalo ulichika hilo jina ilipone maisha yao. Watu walipotembea na hiyo jina, mipango imepaa iliondoka, mapepo yaliondoka, majini yaliondoka, watesi waliondoka. Mpe Bwana makofi yako juu na vigelegele. Haleluya! Acha mambo hayo wewe. Yesu akiwa na yeye yuko pamoja na wewe. Hakuna mtu yeyote wa kusema jambo yeye alisiwe nitafanya badili kubarikiwa kwa sadaka yako na ibada, na Yesu atainua kwa jina la Yesu aliye hai. Jana nasindikiza injili mwanangu kwa sadaka. Mungu anapenda sadaka. Anapopenda sadaka, toa sadaka. Unakokuja unatoa sadaka, unamwambia Bwana, naomba usinipite, nikumbuke na mimi. Na mimi nasema Yesu atakukumbuka, atakuacha kwa jina la Yesu. Atakumbuka maisha yako, atakumbuka watoto wako, atakumbuka mipango yako. Ukiwa Shilo hapa, wewe acha mchezo, mpige Bwana makofi yako juu. Halo, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Yaani ukiwa ndani ya Yesu, moja na kupandisha samani ambayo hukustahili kuipata. Mipango yake na kwa mahali panapo nafasi. Na Mungu akiamua kukubariki anakubariki mpaka unashangaa. Haleluya. Kwanza anaanza kukubariki kwa hiyo, yaani anaanza kukubariki rohoni, alafu anakuja mwilini. Alafu akiwa anakubariki utashangaa tu, yaani huelewi imekuwa kuache. Hivi ni mimi au ni yule mwingine? Natamani ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Ubarikiwe rohoni, ubarikiwe mwilini. Hizo baraka zifarakane na wewe, ziambatane na wewe. Hiyo mipango ambayo umeipanga 26 ikapangike na ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Waliokupiga vita wanakwenda kupigwa wao, waliokuzalau wanakwenda kuupa heshima, waliosema tuona nafika wapi wanakwenda kumwona Mungu, waliokushusha chini Bwana na kuinua kwa jina la Yesu. Mipango yake ikapangike kwa jina la Yesu. Waliosema upendani mwaka huu watakufa wao kwa jina la Yesu. Nami nakutamkia kwenye madhabahu hii, haufi leo wala kesho, utaendelea kusimulia matendo makubwa ya Bwana. Waliotamka maneno ya kejeli, biashara yafunga kwa jina la Yesu. Waliotamka maneno ya laana, balaa na mikosi, yakawapate wao, yakawapate wao. Bwana sifiwe. Mwambie, sema yakawapata wao. Waambie klipu hii watajuta
pigana na mimi. Pigia Yesu makofi yako juu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Anasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza, anasema ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na ndani ya huyo neno kulikuwa na uzima, na ule uzima ilikuwa nuru ya watu. Yaani ukiwa na Yesu unapokea nuru. Ile giza ambalo lilikuwa linatiliwa na kesho wako linaondoka. Anasema pia huyo neno hakuna giza fanyika, na ndio maana watu wenye neno tunaiambia magonjwa ondoka kwa jina la Yesu, tunaiambia laana hama kwa jina la Yesu, maana bila huyo neno hakuna kinachofanyika. Ndani yake kuna uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Yesu akawe nuru juu yako, Yesu akawe nuru juu ya mipango yako, Yesu akawe nuru juu ya watesi wako waliokuvita gizani. Yesu anakuweka mahali kwenye nuru kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakanyaga tunakanyaga mapepo, tunakanyaga wachawi, tunakanyaga waganga wa kienyeji, tunakanyaga wanakuroga, majitu mengine na shanga. Hebu kanyaga mawe, wewe una shanga. Hili ni neno la kiimani. Tunakanyaga watesi wote, tunakanyaga mipango ya kila kanyaga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yani tunaposema kanyaga, hayo mwanangu ni neema, yani ni mambo ya kiroho. Nikisema kanyaga unakanyaga, nikisema kanyaga unakanyaga, nikisema kanyaga unakanyaga. Ninakanyaga watesi wangu, ninakanyaga mipango mibaya, ninakanyaga vifo vya ghafla, ninakanyaga magonjwa huko, ninakanyaga kila walioniroga, ninakanyaga wapiga ramli, ninakanyaga waganga wa kienyeji, ninakanyaga kwa jina la Yesu. Ninakanyaga walionionea hasira, ninakanyaga walioniendea kwa waganga, ninakanyaga waliokamata baraka zangu, ninakanyaga waliotuza ugonjwa, ninakanyaga kwa jina la Yesu. Kanyaga kwa jina la Yesu, kanyaga kwa jina la Yesu. Piga kwa moto lao. Yesu mwenye uwezo, nami nakutamkia kwenye madhabahu hii madhabahu inanenaga mema. Biblia inasema nimepewa kubariki wala sio kulaani tena, na mahali pengine inasema laana isiyokuwa na sababu haiwezi kumupiga mtu. Hautapigwa kwa laana za mababu, hautapigwa kwa watu waliokulaani, hautapigwa kwa watu ambao unakunamikia mabaya, hautapatikana kwa jina la Yesu, hautapatikana kwa jina la Yesu. Maisha yako yako mikononi mwa Bwana, watoto wako wako mikononi mwa Bwana. Vyote vilivyoliwa na panale, vyote vilivyoliwa na uzike, vyote vilivyoliwa na madumado vinarejeshwa. Wamekula maisha yako yanarejeshwa, wamekula mipango yako inarejeshwa, wamekula watoto wako wanarejeshwa, iwe ni biashara inarejeshwa. Rejeshewa kwa jina la Yesu, rejeshewa kwa jina la Yesu, rejeshewa kwa jina la Yesu. Pokea kutoka kwa Bwana. Yesu yuko kazini. Inua mikono yako juu.